Naam, hujambo na karibu sana msikilizaji wa Auba Swahili popote pale ulipo duniani. Ni matangazo yetu ya jioni yakikujia mubashara. Kwa niaba ya timu nzima, mimi ni Yahya Lisu. Tafadhali ungana nasi kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na YouTube. Huko kote tunapatikana kama Auba Swahili na utatupata kwa uzuri kabisa. Na miongoni mwa habari kuu jioni ya leo, we intend to have nuclear energy operational by the early 2030s. Rwanda ni mwenyeji wa mkutano wa siku 2 wa nishati unaojulikana kama Nuclear Energy Innovation Summit for Africa kuanzia Jumanne Mei 18 hadi 21, 2026. Sasa ni wazi kwa mazungumzo haya yatafanyika katika kiwango cha juu zaidi ili kutafuta suluhu la kudumu. Nchini Kenya, tabasamu la rejea tena baada ya maafisa uchukuzi kukubaliana kusitisha mgomo uliokuwepo tangu siku ya Jumatatu na kurejea tena barabarani kwa ajili ya kuendelea na shughuli za uchukuzi. Ukiwa unataka kupiganishwa vizuri, lazima tutoe mpango mzuri tukifuata sheria, bila kumwangalia mtu sura, bila kumwangalia mtu cheo, bila kuangalia ni nani ama ni ule. Na upekuzi wa vikosi vya jeshi la polisi nchini Uganda UPDF katika makazi ya spika wa bunge umepanuka hadi makao makuu ya bunge kwa tuhuma za ufisadi na matumizi mabaya ya ofisi ya umma. Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello dishing that ball deep down to Mpande. Mpande in possession, brings it back to Joel Sorinjoji. Joel Sorinjoji up on the run to the left hand side of play, back to Alan Okello. He's looking for Jude Samugabi in space. Jude Samugabi looking for the one chance, and yes, it's a goal! Naam, michezoni nitakuwepo Bonga Boli Michael Were Mohosi kujuza zaidi kuhusiana na draw ya mashindano ya dimba la bara Afrika yatakayofanyika mwakani. Kenya, Uganda na Tanzania wamepangwa katika kundi gani na ni dhidi ya nani? Na upande wa pili, kikosi cha mwisho cha timu ya Kenya iliyomaliza ya pili kwenye mashindano ya riadha barani Afrika kimerejea nchini humo hivi leo kutoka Accra nchini Ghana. Kwa mengine mengi tukutane muda utakapowadia. Naam, kwa hayo na mengine mengi ungana nami hadi tamati, lakini kwanza ni habari kuu za ulimwengu zikisomwa kwako na Nesta Masangula. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Auba Swahili. Mimi ni Nesta Masangula. Kinshasa. Shirika la Afya Duniani WHO kanda ya Afrika limetuma tani 18 za vifaa vya dharura vitakavyosaidia kukabiliana na mlipuko wa virusi vya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hiyo inalenga kukabiliana na kasi ya maambukizi nchini humo, ambapo mpaka sasa idadi ya vifo ni 105 na zaidi ya visa 390 vimeripotiwa. Vifaa vilivyotolewa ni pamoja na mavazi ya kujikinga, mahema na vitanda kwa ajili ya wagonjwa vikitokea Kenya na Senegal. Kwa upande wa nchini Uganda, wahudumu wa afya wameanza kufanya vipimo kwa watu wa magharibi ya Uganda, huku mipaka ya Uganda na DRC ikifungwa kwa tahadhari. Pamoja na hali kuwa ya kutisha, WHO imesema kuwa bado hakuna haja ya kutangaza kirusi hicho kama janga la dunia, ila tahadhari ziendelee kuchukuliwa. Caracas. Maandamano yameendelea kushika kasi mjini Caracas nchini Venezuela kufuatia kifo cha mwanamke mwenye umri wa miaka 82, Carmen Navas, aliyekuwa akimtafuta mwanawe kwa muda mrefu baada ya kushikiliwa na serikali. Waandamanaji wakiwemo wanafunzi wa vyuo vikuu na wanaharakati wa haki za binadamu wamekusanyika katika maeneo mbalimbali ya jiji hilo wakidai haki na uwazi kuhusu tukio hilo. Hasira za wananchi zimeongezeka baada ya serikali kuthibitisha kuwa mwanae Carmen Navas, Victor Hugo Cuero, amefariki akiwa mahabusu kutokana na matatizo ya kiafya. Hata hivyo, makundi ya haki za binadamu pamoja na familia ya marehemu wameipinga taarifa hiyo, wakidai kulikuwa na ukimya mkubwa kuhusu hali yake na mazingira ya kifo chake, huku wakitaka kufanyika kwa uchunguzi uhuru. Wakati huo huo, polisi wameendelea kuimarisha ulinzi katika baadhi ya maeneo ya Caracas baada ya maandamano hayo kusababisha kufungwa kwa baadhi ya barabara. Tukio hilo limeibua mjadala mkubwa kuhusu haki za wafungwa wa kisiasa nchini humo, huku mashirika ya haki za binadamu yakidai mamia ya watu bado wanashikiliwa kwa sababu za kisiasa. Na hatimaye Washington.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa uvamizi uliokuwa umepangwa dhidi ya Iran na kusema uamuzi huo umechukuliwa baada ya maombi kutoka kwa baadhi ya viongozi wa eneo la Ghuba waliotaka mazungumzo ya kidiplomasia yaendelee badala ya hatua za kijeshi. Trump amesema kuwa Marekani bado ipo tayari kijeshi ikiwa mazungumzo yatashindikana, lakini kwa sasa kuna nafasi ya kufikiwa kwa makubaliano kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Kauli yake imekuja wakati mazungumzo ya kidiplomasia yakiendelea kupitia wapatanishi wa kimataifa, huku pande zote zikijaribu kupunguza mvutano. Kwa upande wake, Irani imeonya Marekani dhidi ya hatua yoyote ya kijeshi na kusisitiza kuwa itaendelea na mazungumzo lakini haitakubali vitisho. Hali ya kisiasa katika eneo hilo bado ni tete, huku wachambuzi wakisema mustakabali wa mazungumzo au mgogoro utegemea maamuzi siku chache zijazo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Auba Swahili. Mimi ni Nesta Masangula. Ni Nesta Masangula huyu akikusomea taarifa ya habari. Msikilizaji, tuanze na uchambuzi wa safu ya ripoti zetu tukianzia Afrika Mashariki. Rwanda ni mwenyeji wa mkutano wa siku mbili wa nishati unaojulikana kama Nuclear Energy Innovation Summit for Africa kuanzia Jumanne Mei 18 hadi 21, 2026. Mkutano huo unaowakutanisha wataalamu wa masuala ya nishati ya nyuklia kujadili namna nishati hiyo inavyoweza kutumika na kuleta manufaa katika sekta mbalimbali. Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ni miongoni mwa viongozi wa mataifa wanaoshiriki mkutano wa Afrika kuhusu matumizi ya nishati unaotarajiwa kufanyika mjini Kigali. Mwanahabari wetu Christopher Karenzi akiwa Kigali anaarifu zaidi. Mkutano huo unawakutanisha wataalamu wa masuala ya nishati ya nyuklia kujadili namna nishati hiyo inaweza kutumika na kuleta manufaa katika sekta mbalimbali. Baadhi ya watu wametoa hisia zao tofauti kuhusu matumizi ya nishati ya nyuklia. Rais Paul Kagame wa Rwanda, wakati akifungua mkutano wa kimataifa kuhusu nishati ya nyuklia, amesema kuwa Rwanda ina lengo la kuanza kuzalisha na kutumia nishati ya nyuklia mwanzoni mwa mwaka 2030. We intend to have nuclear energy operational by the early 2030s. Ili hayo yafanikiwe, ni muhimu kuwepo kwa uwekezaji binafsi, ushirikiano kati ya taasisi mbalimbali, pamoja na kuhakikisha mambo yanaenda vizuri kwa muda mrefu na kwa njia endelevu. Rais Paul Kagame amebaini kuwa ushirikiano ni jambo muhimu. Ameongeza kuwa nchi ambazo hazitashiriki katika ushirikiano huo wa sekta ya nishati zitabaki nyuma na pia zitachelewesha maendeleo ambayo yangepatikana kupitia ushirikiano huo. Mkutano huo wa siku mbili unaofanyika Kigali umehudhuriwa pia na Rais wa Tanzania Bi Samia Suluhu Hassan. Alikuwa na kauli hii: Africa's economic transformation depends fundamentally. Mabadiliko ya kiuchumi ya Afrika yanategemea mifumo ya nishati inayotegemewa, nafuu na endelevu. Katika bara letu lote, ukuaji wa viwanda na upanuzi wa miundombinu vinahitajika, upatikanaji wa umeme wa kutosha na wa gharama nafuu. Activities require stable base load power. Aidha, Rwanda inahitaji kuzalisha zaidi ya megawati 5,000 za umeme kutoka megawati 406 zilizopo sasa. Ili kufanikisha hilo, Rwanda imechukua uamuzi wa kujenga kinu kidogo cha kuzalisha nishati ya nuklia kwa kuwa kinaonekana kuwa suluhisho litakalosaidia kufikia lengo hilo. Christopher Karenzi, Auba Radio, Kigali. Ni taarifa yake Christopher Karenzi hiyo kutoka Kigali. Na sasa tutazame ripoti nyingine ambapo serikali ya Nigeria imetangaza vifo vya zaidi ya wanamgambo 20 kutoka kundi la ISWAP baada ya mashambulizi ya anga yaliyofanyika hapo jana baada ya kupata taarifa za kiintelijensia. Taarifa hizo zimepatikana kutoka katika kitengo cha upelelezi kuwa kundi hilo la kigaidi lilikuwa tayari linafanya maandalizi ya mashambulizi mapya baada ya shambulizi lililofanywa na Islamic State IS na kusababisha kifo cha kiongozi wa juu wa kundi hilo Abu Bilal Al-Min. Mashambulizi haya yanakuja ikiwa ni baada ya serikali ya Nigeria kutangaza operesheni ya siku 3 inayolenga kusambaratisha umoja wa makundi hayo ya kigaidi, kuharibu makazi yao na kudhoofisha nguvu yao ya mashambulizi. Kuuawa kwa kiongozi wa IS na kuuawa kwa wanamgambo wa ISWAP ni mafanikio kwa jeshi la Nigeria au ni mwanzo wa mapigano zaidi? Mwenzangu Nesta Masangula amefanya mahojiano na mchambuzi wa masuala ya kiusalama na diplomasia kimataifa Bwana Michael Kabugumsindi kutoka nchini Tanzania, na ameanza kwa kuelezea hilo. Kuna mafanikio kamili na mwanzo wa mapigano. Inategemea unatazama kwa upande gani.
Kwa upande wa jeshi la Nigeria kuna mafanikio ya kimkakati, lakini si ya mwisho. Mafanikio ya kimkakati ambayo tumekuwa tukiangalia kwamba mafanikio ya kimkakati ya jeshi la anga yamefanikiwa kuua viongozi wakuu wa ISWAP kama nilivyozungumzia Bwana Bakru George pamoja na Ibrahim mwaka 2022. Na kwa upande wa ISWAP pia nao ni mwanzo wa awamu ya mpya ya mapigano. Naam, lakini hii inadhoofisha nguvu ya makundi ya kigaidi kama lengo linavyosema, au itakuwa chachu ya mapigano hayo zaidi? Ni mwanzo wa awamu ya mpya ya mapigano pamoja kwa kusambaa tena na kushika kambi ya maeneo mengine na propaganda za kisiasa na drone wanavyoendelea kupambana. Lengo linaloonekana ni kujaribu kuimarisha mamlaka na kupata rasilimali zaidi za kupanua mtandao wao katika maeneo ya Ziwa Chad. Kuvamia kambi 16 za kijeshi nusu ya kwanza ya mwaka 2025 pekee inaonyesha bado wana uwezo wa kupanga mashambulizi makubwa. Nigeria inahitaji msaada gani hasa tofauti ili kupambana na makundi haya ya kigaidi? Hadi sasa vitu muhimu vinavyohitajika vipatikane kwa Nigeria ni mbinu za kiufundi za kijeshi, mfumo wa kukabiliana na drone pamoja na ujasusi wa kisasa na vifaa bora zaidi. Kumbuka kwamba ushirikiano wa kikanda pia unaweza ukaisaidia Nigeria. Bado kuna ubadilishanaji wa taarifa nchi jirani zenye mfumo ya haraka ya kukamilisha taarifa za kiusalama. Jambo lingine litakalomsaidia Nigeria katika ni jamii na kiuchumi, ajira na elimu. Unadhani ni nini hasa Nigeria inapaswa kufanya ili kuhakikisha haizidiwi nguvu? Vita hii haiwezi kushindwa kwa bunduki pekee. Nigeria inahitaji mchanganyiko wa nguvu wa kijeshi na utawala bora na nafasi za kiuchumi. Naam, shukrani sana Nesta Masangula kwa mahojiano hayo kuhusu hali ya mambo huko Nigeria. Naam, na sasa tuelekee visiwani Zanzibar, ambapo katika kipindi ambacho matumizi ya fedha na rasilimali za umma yanaendelea kuwa ajenda muhimu duniani, wakaguzi wametakiwa kuendana na mabadiliko ya teknolojia ili kuongeza uwazi, uwajibikaji na kuhakikisha kila shilingi ya serikali inaleta matokeo chanya kwa wananchi. Mengi zaidi na mwanahabari wetu Amrat Haj kutoka Zanzibar. Kuelekea maadhimisho ya mwezi ya ukaguzi wa ndani serikalini, Taasisi ya Wakaguzi Tanzania imeandaa mafunzo kwa wakaguzi wa ndani wa serikali yenye lengo la kuimarisha uwezo wao wa kitaaluma, kuongeza ubora wa kazi pamoja na kuwajengea uwezo wa kukabiliana na mazingira mapya ya kiutendaji. Akizungumza katika mkutano huo, Rais mstaafu wa Taasisi ya Wakaguzi Tanzania, Dr. Zeliha Njenza, amesema ipo haja kwa wakaguzi kuendelea kujifunza na kutumia teknolojia za kisasa ili kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yao. Wakaguzi tunaendelea kusisitiza kwenye masuala ya ubora wa kazi zetu, na ubora wa kazi zetu sio kwamba ni kitu ambacho tunaweza tukakiacha. So quality is no longer optional. It is our essential for building credibility of our work, trust ya stakeholders wetu, na pia kuwa na sustainable assurance na advisory. Kwa upande wake, mkaguzi mkuu wa ndani wa ofisi ya mkaguzi mkuu wa serikali Zanzibar, Fatma Abdallah, amesema ukaguzi wa ndani ni mhimili muhimu wa uongozi bora unaowasaidia viongozi kufanya maamuzi sahihi na yenye tija kwa maendeleo ya taasisi. Ukaguzi wa ndani ni nguzo ya uongozi bora na ni chombo kinachosaidia viongozi katika kufanya maamuzi sahihi, kinachotambua hatari mapema na kinachoweka mifumo ya uwajibikaji inayojenga misingi ya maendeleo endelevu. Katika dunia ya leo yenye changamoto za kiuchumi na kijamii, ukaguzi wa ndani unakuwa daraja kati ya sera na utekelezaji, mipango na matokeo. Naye naibu waziri wa fedha Zanzibar, Dr. Hamad Omar Bakari, amesema katika mazingira ya sasa yanayobadilika kwa kasi, taasisi nyingi zinakabiliwa na vihatarishi mbalimbali ikiwemo mashambulizi ya kimtandao, ukiukwaji wa sheria na kanuni pamoja na mabadiliko ya teknolojia, hali inayofanya kamati za ukaguzi kuwa na jukumu kubwa la kuimarisha mifumo ya utawala bora. Taasisi nyingi zinakabiliwa na vihatarishi mbalimbali ikiwemo vihatarishi vya kimtandao, changamoto za utiifu wa sheria na kanuni, mabadiliko ya teknolojia pamoja na changamoto za kiuendeshaji. Kwa hiyo kamati za ukaguzi zinapaswa kuwa mstari wa mbele katika moja, kusimamia na kulinda uhuru wa kazi za ukaguzi wa ndani;
Lakini mbili, kuhakikisha vitengo vya ukaguzi wa ndani vinapatiwa rasilimali za kutosha. Baadhi ya wakaguzi wa ndani walioshiriki mafunzo hayo wamesema ni muhimu kuendelea kutambua na kuimarisha mchango wa ukaguzi wa ndani ili kusaidia taasisi kufikia malengo yake kwa ufanisi na uwajibikaji. Ukaguzi wa ndani sasa hivi ni una elevate, yani katika unatoka kule ambapo zamani ulikokuepo, lakini unaelekea katika sehemu ambayo sasa watu wanabidi waufahamu na utambulike, kwa sababu ni chachu kubwa na ni kiungo kikubwa sana katika kusaidia organization kuendelea mbele. Mkaguzi anatakiwa afit katika maeneo tofauti ya kiteknolojia, ya engineering, ili aweze kufanya kazi yake kwa competence, afanye kazi yake kwa uhakika zaidi, hakikishe kwamba analeta ile assurance sawa katika taasisi. Mafunzo haya yanatarajiwa kuongeza uwezo wa wakaguzi wa ndani katika kutumia mbinu na teknolojia za kisasa ili kuimarisha usimamizi wa rasilimali za umma na kuhakikisha taasisi zinafikia malengo yake kwa ufanisi. Amrat Haji, Idhaa ya Kiswahili, AUBA kutoka Zanzibar. Ni Amrat Haji huyo kutoka visiwani Zanzibar na ripoti yake hiyo. Na sasa tuelekee nchini Uganda ambapo upekuzi wa vikosi vya jeshi la polisi na UPDF katika makazi ya spika umepanuka hadi makao makuu ya bunge kwa tuhuma za ufisadi na matumizi mabaya ya ofisi ya umma. Leo asubuhi kikosi cha upelelezi cha polisi cha CID, SFC na jeshi la UPDF wameingia katika ghorofa za ofisi ya spika na kuanza upekuzi, huku karani mkuu wa bunge amechukuliwa kuandika maelezo makao makuu ya CID. Mwandishi wetu Isaac Mumena ametuandalia taarifa ifuatayo. Tuhuma za ufisadi na matumizi mabaya ya ofisi ya umma dhidi ya spika wa bunge la 11 Anita Among umezidi kupanuka, ikiwa leo asubuhi vikosi vya upelelezi vya jeshi la polisi, kikosi maalum cha kulinda rais na jeshi la UPDF wameingia makao makuu ya bunge la Uganda kuendelea na upekuzi wa kutafuta ushahidi muhimu wa kuwasaidia katika tuhuma za ufisadi dhidi ya spika Anita Among. Hii ni baada ya vikosi hivyo kufanya upekuzi tangu siku ya Ijumaa mwishoni mwa juma katika makazi ya spika iliyoko jiji la Kampala na vitongoji vya Tinda na Kigo. Jana magari mawili ya kifahari ya spika yalichukuliwa na kupelekwa kituo cha polisi na kupitishwa mitaa ya jiji la Kampala kushuhudiwa na wananchi. Daktari Robert Ojambo, mchambuzi wa siasa kutoka Chuo Kikuu cha Chambogo, anapinga hatua zilizochukuliwa dhidi ya spika Anita Among. Na kwa hivyo mimi naangalia huu ufisadi wenyewe ukiwa unataka kupiganishwa vizuri, lazima tutoe mpango mzuri tukifata sheria, bila kumwangalia mtu sura, bila kumwangalia mtu cheo, bila kuangalia ni nani ama ni ule. Lazima ufisadi upigwe kutumia sheria na mbinu zenye zinaeleweka. Hii ni kumudhulumu tu Anita Among. Anita Among wanamudhulumu, na nafikiria wakati wake umeisha, ameshamaliza kazi yake. Na pili, alikuwa pia ameanza kuangalia kiti cha uraisi. Na bahati mbaya Among mwenyewe pia amejiendeza vibaya, na siwezi kuhurumia mtu yoyote mwenye anatumia hela za nchi vibaya. Odhiambo ameongeza kuwa serikali inatakiwa kuheshimu mihimili mingine ya serikali kama vile bunge, kwani anachokitaka rais ndicho wabunge wanachofanya bila kufuata taratibu na sheria, na anaelezea tena. Bunge limekosa sasa mgongo. Yaani bunge aliwezi kujiamuliwa lenyewe. Bunge lina mabunge kama 537 saa hizi wenye wameshaapishwa. Hawa watu ndio wangekaa alafu waamue nani anakuwa spika. Lakini sasa tunaona uspika umeanza kuamuliwa either na rais ama CDF, Commander of Defense Forces, ambao ni kijana yake rais. Na ikiwa upekuzi unaendelea bungeni, tayari mkurugenzi mkuu wa mawasiliano bungeni Chris Obore ameshikiliwa na jeshi la polisi, huku baadhi ya wabunge wa bunge la 11 na la 12 wanatakiwa makao makuu ya upelelezi wa CID kuhojiwa. Lakini raia wa Uganda wanazungumza nini kuhusu sakata hilo? Na kwa sababu usalama umeingilia kati, ndio umechukua udhibiti wa kubaini na kuona ni nani mhalifu, nani asiye mhalifu. So kwa hivyo hili tuliachie serikali, tuliachie usalama waweze kufanya kazi yao kwa usalama zaidi. Mimi ninachomshukuru ni kwamba
amekuwa anafanya kitu waziwazi, chochote alichokuwa anafanya. Sasa ni muda wa kumwajibisha kwamba yes, kilo likifanya waziwazi lakini kilikuwa sahihi. Sasa raia wa Uganda wanasubiri ripoti itakayotolewa na jeshi la polisi baada ya upelelezi kumalizika, aidha kumfungulia mashtaka spika. Mimi ni Isaac Mumena wa idhaa ya Kiswahili Auba Radio. Asante sana Isaac Mumena kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee nchini Kenya, ambapo Wakenya sasa wana kila sababu ya kutabasamu baada ya serikali pamoja na wahudumu wa sekta ya uchukuzi kukubaliana kusitisha mgomo uliokuwepo tangu siku ya Jumatatu. Hii ni baada ya kuandaliwa kwa vikao kati ya Wizara ya Usalama wa Ndani, ile ya Kawi pamoja na viongozi wa wahudumu hao ambao wamekubali kusitisha mgomo huo kwa muda wa siku 7 pekee. Baadhi ya Wakenya bado wanashikilia kuwa ipo haja ya bei hiyo ya mafuta kupunguzwa zaidi ili kuondoa hofu ya kuongezeka kwa nauli maradufu. Dennis Wanyonyi na taarifa kamili kutoka nchini Kenya. Hatimaye ni afueni kwa Wakenya na wasafiri baada ya wahudumu katika sekta ya uchukuzi nchini Kenya kusitisha rasmi mgomo uliokuwa ukiendelea nchini humo. Wakitangaza rasmi kusitishwa kwa mgomo huo, Waziri wa Usalama wa Ndani Kipchumba Murkomen, mwenzake wa Kawi Opiyo Wandayi pamoja na viongozi wa wahudumu wa matatu wamesitisha rasmi mgomo huo kwa muda wa juma moja ili kupisha meza ya mazungumzo zaidi pasi na kutafuta suluhu ya kudumu. Between the government and the representatives, it was agreed that kufuatia mazungumzo ya hapo jana hadi leo asubuhi kati ya serikali na baadhi ya wakuu na wahudumu wa sekta ya uchukuzi, sasa ni wazi kwa mazungumzo haya yatafanyika katika kiwango cha juu zaidi ili kutafuta suluhu la kudumu. Mazungumzo haya yanastahili kufanyika chini ya juma moja kati ya muda huu hadi mwezi wa Mei 26. Mgomo wa wahudumu wa matatu sasa umetangazwa kusitishwa kwa muda wa juma moja. Aidha, Waziri Murkomen alilaani vikali baadhi ya wahuni waliotumia fursa hiyo ya mgomo kupora na kuharibu mali ya umma kote nchini Kenya. Ni kauli iliungwa mkono na baadhi ya viongozi wa wamiliki na wahudumu wa matatu nchini Kenya. Kushon Mushiri ni afisa mkuu mtendaji wa chama cha wenye matatu nchini Kenya. The public transport sector sekta ya uchukuzi nchini Kenya aidha inakashifu vikali visa vya uhalifu na uharibifu wa mali ilivyoshuhudiwa hiyo jana wakati wa mgomo huu. Aidha hawaungi wala kuhusishwa kwa vyovyote vile na vurugu hizo. Mapema siku ya Jumanne, tume ya kudhibiti kawi nchini Kenya EPRA ilitangaza bei mpya ya bidhaa hiyo muhimu kufuatia maandamano na mgomo mkubwa ulioshuhudiwa siku ya Jumatatu hadi Jumanne mchana. Awali, baadhi ya Wakenya waliozungumza na meza ya habari ya Auba walielezea changamoto walizokumbana nazo kwa kipindi cha siku 2 wakati wa mgomo huo. Langu ni kwamba EPRA na Wizara ya Nishati sikutane sipunguze bei ya mafuta ya dizeli, kwa sababu dizeli ndio inawasukuma gurudumu la uchumi wa nchi. Serikali tushughulikie atizi turudi pale tulikuwa. Sasa hii maisha iko juu sana. Mimi kawangwana nalipanga 50, sasa nimelipa 100. Na ni asubuhi leo jioni napanga kurudi mguu. Sione kama inaridhisha kama kwa kuongeza mafuta na pesa mingi alafu unarudisha na shilingi 10. Kama wangeweza tu watutolee irudi nomo, tuendelee na kazi. Kinachosubiriwa kwa sasa ni kuona iwapo suluhu la kudumu unaozingira swala nzima katika sekta ya mafuta nchini Kenya itapata suluhu ya kudumu. Dennis Wanyonyi, Auba Radio, Nairobi. Mara baada ya ripoti hiyo kutoka kwa Dennis Wanyonyi, tunaangazia zaidi katika eneo la uchumi wa Kenya kutokana na sekeseke hili, ambapo mwanahabari wetu Ali Choholo amefanya mahojiano na mtaalamu wa uchumi Profesa Aurelia Kamuzora, na ameanza kwa kumuuliza kama hatua hiyo ya Kenya ya kupunguza diesel na kuongeza gharama kwenye mafuta ya taa ni kumnusuru mwananchi wa kawaida anayetumia usafiri wa umma au ni kumtwika mzigo mzito yule wa kijijini anayetegemea mafuta ya taa. Kodi huwa inawekwa mahali ambapo ni rahisi sana kuikusanya. Alafu kitu kingine, mahali ambapo tunataka matumizi ya hicho kitu yapungue. Sasa kwenye mafuta ya diesel na petrol ni muhimu kwa sababu ya kuzalisha, ndio uzalishaji ulipo. Kwa hiyo unashusha ili viwanda viende, ili uzalishaji mkubwa utokee kwenye chakula, ili uzalishaji wa bidhaa mbalimbali upatikane.
wanaotengeneza unga ili unga uweze kupatikana sokoni. Kwa hiyo unapunguza huko ambapo unaona kwamba hizi vitu ni muhimu. Sasa ukija kwenye mafuta ya taa unaongeza, wataalamu wanasema yana madhara fulani, yanawekwa kodi hata kwenye nchi za wenzetu ambao wanaangalia hewa safi ili watu wasitumie sana mafuta ya taa, wawe na afya njema. Sasa nafikiri serikali iliona huku ndio pa kupandisha ili hata matumizi yapungue, lakini uhamishie kwenye matumizi ambayo yanaongeza uzalishaji kama kwenye energy hizi ambazo ni hii ambayo ni petroli na diesel. Alafu mchango wake kwenye uchumi unaweza usiwe mkubwa sana kama mchango wa mafuta ya petroli na diesel. Diesel wakati inashuka, petroli pia imebaki pale pale kwenye shilingi ya 214.95 na mafuta ya taa yamepanda. Je, mchanganyiko huu wa bei unatarajiwa kuwa na athari gani kwenye soko la ujumla? Na je, bei ya bidhaa muhimu itashuka kwa sababu diesel imeshuka? It takes time. Sio kwamba ni kitu ukishusha leo kimetokea. Lakini uzalishaji kama utaendelea kuwa mkubwa kwa uchumi, lazima, maana haya uchumi wenyewe umeshonwa. Yaani hakuna kitu ambacho uchumi ukiugusa vibaya lazima utalipa tu. Sasa wenyewe wamekuwa smart. Petroli ni muhimu sana kwenye uzalishaji na diesel ni muhimu sana kwenye uzalishaji. Tena diesel ndio inatumika sana viwandani. Kwa hiyo uwezekano wa kuwa na bidhaa ambazo bei hazipandi haraka inawezekana, kwa sababu gharama za uzalishaji zinavyoshuka ndivyo na gharama za bidhaa zinashuka. Na athari ya mafuta ya taa haiendi kwenye uzalishaji, kwa sababu mara nyingi viwanda vingi havitumii mafuta ya taa kwenye kuzalisha. Uamuzi huu umekuja jana baada ya shinikizo kubwa kutoka kwa wahudumu wa matatu kule nchini Kenya. Kama mchambuzi, unaona uamuzi huu wa serikali una misingi ya kiuchumi ya muda mrefu au ni zimamoto tu ya kisiasa kutuliza migomo? Pia uchumi huendeshwa kwa aina mbili za analysis. Yeah. Analysis ya kwanza ni ya namba. Watu wangapi, mambo yamekuaje, yameendaje. Analysis ya nyingine ya kwanza sana tunayoangalia ni uchumi wa kitaasisi. Uchumi wa kitaasisi unaendana na tamaduni za nchi ilivyo. Unapofanya analysis ya nchi unaiangalia kwenye mifumo iliyotengeneza nchi. Kwa hiyo kule matatu ni mifumo ambayo wale wanayo. Kwa hiyo mimi nafikiri mifumo yao ya matatu inaenda ndio imeleteleza kushusha hizo gharama za mafuta ili matatu labda waweze kwenda kila sehemu ya nchi. Naam, shukrani sana Ali Choholo kwa uchambuzi huo. Ni wasaa wa kudunda viwanjani ambapo jicho la Auba Swahili leo limeachiwa kwake Michael Were. Nini kimejiri kwenye ulimwengu wa spoti? Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello dishing that ball deep down to Mpande. Mpande in possession. Brings it back to Joel Sorinjoji. Joel Sorinjoji up on the run to the left hand side of play. Back to Alan Okello. He's looking for Jude Samugabi in space. Jude Samugabi looking for the one chance, and yes, it's a goal! Naam, asante sana. Barabara kabisa msikilizaji popote ulipo wa Auba Radio. Karibu sana katika habari za michezo. Niite Bonga Boli Michael Were Mohosia. Baadhi ya shughuli tulizokuandalia jioni hii ni pamoja na draw ya kufuzu michuano ya AFCON mwaka 2027 ambapo imefanyika jijini Cairo. Timu zikipangwa katika makundi tofauti kuwania nafasi ya mashindano hayo yatakayofanyika katika mataifa ya Kenya, Uganda na Tanzania. Kundi A wapo mabingwa zamani Morocco, Gabon, Niger na Lesotho. Kundi B wapo Misri, Angola, Malawi na Sudan Kusini. Cote d'Ivoire ambao ni wanatembo kutoka Afrika Magharibi, the Black Stars ya Ghana, Gambia na Somalia wamepangwa katika kundi cha. Nao Afrika Kusini, Bafana, Harambee Stars ya Kenya, Guinea pamoja na Eritrea wapo katika kundi D. Kundi E ni pamoja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa maana the Leopards, Equatorial Guinea, Sierra Leone na Zimbabwe, nao Burkina Faso, Benin, Mauritania na Afrika ya Kati wakiridhika katika kundi F. Kundi G kuna Indomitable Lions ya Cameroon, Comoros, Namibia pamoja na Congo Brazzaville. Nao Tunisia, Uganda, Libya na Botswana wakiwa katika kundi H. Algeria, Mbweha wa Jangwani wakiwa katika kundi moja na Chipolopolo ya Zambia, Togo na Ntambamurugamba ya Burundi katika kundi I. Kundi J
wametulia, mabingwa wa taji hilo kwa maana Simba wa Teranga Senegal dhidi ya Mozambique, Sudan pamoja na Ethiopia, na kundi K wapo Mali, Cape Verde, Rwanda na Liberia. Hapa ni sauti yake mwandishi wa habari za michezo kwa maana Kaka JP. Kaka JP, unazungumziaje draw hii? Bana, licha ya Kenya kutupwa kwenye kundi D pamoja na Afrika Kusini, Guinea na Eritrea, sisi Kenya tushafuzu pamoja na majirani zetu Uganda na Tanzania. Sasa mechi hizi tutakuwa tunatumia tu kama formality kwa sababu tayari kama wenyeji sisi tuko ndani kabisa. Kwa hiyo lakini ni mazoezi tosha kuelekea kwa michuano hii, maanake michuano ya kibabe, mataifa ambayo yamekubuhu, mataifa ambayo yana tajriba katika soka. Kwa hiyo Kenya kupatana na Afrika Kusini, kupatana Tanzania, pia kupatana na mataifa kama Nigeria, itawapa nafasi zaidi ya kuweza kujiandaa kuelekea kwa AFCON 2027. Asante sana Kaka JP. Na tukielekea katika masala ya riadha, ni kwamba kikosi cha mwisho cha timu ya Kenya iliyomaliza ya pili kwenye mashindano ya riadha barani Afrika kimerejea nchini humo hivi leo kutoka Accra nchini Ghana. Timu hiyo iliyokuwa na wanariadha 74 ilimaliza ya pili nyuma ya Afrika Kusini kwa nishani 6 za dhahabu, fedha 5 na shaba 7. Washindi wa dhahabu za Kenya walikuwa Julius Yego katika urushaji sagai, Edwin Too katika decathlon, Kelvin Chesang na Diana Wanza katika mbio za mita 10,000, Kevin Loti katika mita za mbio 800 na Diana Chepkemoi katika mbio za mita 3,000 kuruka viunzi na kidimbwi cha maji. Afrika Kusini ilihifadhi taji la jumla kwa nishani 22, dhahabu 9, fedha 3 na shaba 10, huku Ethiopia ikiibuka katika nafasi ya 3 kwa nishani 14, dhahabu 5, fedha 4 na shaba 5. Kenya sasa inaangazia michezo ya Jumuiya ya Madola itakayoandaliwa katika taifa la Scotland baina ya Julai 23 na Agosti 2 mwaka huu. Tukielekea nchini Tanzania, ni kuwa mchezaji wa zamani wa Manchester United Rio Ferdinand amewasili nchini humo kwa ziara ya siku 4 yenye lengo la kuhamasisha soka pamoja na utalii. Taarifa zaidi na Samuel Male kutoka Dar es Salaam. Nyota wa zamani wa Manchester United Rio Ferdinand amewasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere Dar es Salaam tayari kwa ajili ya ziara ya siku 4 nchini Tanzania. Ferdinand amepokelewa na waziri wa utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda na maafisa wa serikali pamoja na wadau wa michezo. Katika hatua nyingine, waziri mwenye dhamana ya michezo Paul Makonda ameweka bayana ratiba ya gwiji huyo. Mgeni akija ni sawa na mtoto mdogo, anatakiwa atembee aone mji wetu. Nimeandalia ratiba nzuri. Kesho tutakuwa kwenye SGR. Waandishi wote mtapata nafasi ya kufanya interview ya 1-to-1. Tunamchukua hapa mpaka Dodoma. Tunaelewa vizuri. Kwa waandishi wote mtaalikwa, mtakuwa kwenye treni, mtapata maswali, majibu ya maswali yenu yote. Tutakuwa na masaa ya kutosha. Maana yake ni kwamba kutoka hapa mpaka Dodoma ni masaa 3. Kwa mtapata interview ya masaa mangapi? 3. Just prepare yourself. Make sure you have a research. Done your proper research. Don't come to Rio and asking a simple question. You have to come, Lakini pia atakuwa bungeni. Baada hapo ataenda Ngorongoro, Serengeti. Baada hapo ataenda Arusha. Kwa atakuwepo hapa ndani ya siku 3 akienjoy uweza nzuri, ukarimu wa Tanzania chini ya Daktari Samia. Kwa hiyo niwaombe tu kwamba tumwache tumpeleke angalau wakajua atanapolala kwanza. Alafu baadaye tunampeleka Jimkana hapa anaenda kusaini mipira ya watoto kwa sababu tunao vijana wengi wenye talent kubwa. Na mnafahamu pia watoto wa kike wamequalify under 20 kwenda World Cup. Atakuwa nao pia kwenye training. Kutoka Dar es Salaam, naitwa Samuel Male wa Auba Radio. Asante sana kaka Samuel Male. Na sasa tukwe pipa kuelekea barani Ulaya ambapo aliyekuwa meneja wa Real Madrid Jose Mourinho amekubali kurejea kuwafunza miamba hao wa Hispania takriban miezi 11 tangu apigwe kalamu. Yamkini Mourinho ameafikiana na wasimamizi wa Madrid na anatarajiwa kusaini mkataba wa miaka 2 mwezi ujao. Madrid imefunga msimu wa mwaka 2025-26 bila taji lolote. Hadi uteuzi wake, Mourinho amekuwa meneja wa klabu ya nyumbani kwao Benfica na ameiongoza kwa mafanikio na kumaliza katika nafasi ya 3. Nchini England ni kwamba klabu ya Arsenal imezidi kuganda kileleni pa jedwali la ligi kuu nchini humo
kwa alama 82 kufuatia ushindi wao wa bao 1-0 dhidi ya Burnley usiku wa jana ugani Emirates. Bao hilo la pekee lilipachikwa kimiani na mshambuliaji nyota Kai Havertz dakika za jioni. Manchester City itakuwa ugenini usiku huu dhidi ya Bournemouth katika mechi ya kufa kupona kwa timu zote mbili kuwania alama za ligi kuu. Wenyeji wanahitaji ushindi ili kuwa katika nafasi ya kufuzu kwa ligi ya mabingwa Ulaya au Europa League msimu ujao. City ni sharti washinde ili kusalia kwenye kinyang'anyiro cha ligi kuu na kulazimu mabingwa kubainika wakati wa mechi za kufunga msimu Jumapili hii. Vijana wa Pep Guardiola wamo katika nafasi ya pili kwa alama 77 na Bournemouth ni wa 6 kwa pointi 55. Na katika dimba la dunia, majina ya wanandinga 26 miongoni mwao Neymar Jr, winga Vinicius Jr, mdakaji Arsene Becker na Rafinha ni baadhi ya wachezaji ambao wamejumuishwa kosini, huku mshambuliaji Joao Pedro wa Chelsea akikoswa kujumuishwa. Kauli mbiu ya Ancelotti katika mashindano hayo ni kurejesha Brazil katika ubora wake jukwani. Wawakilishi wa bara Afrika, DRC na Ivory Coast pia wametangaza vikosi vyao. Naam, kwa habari hizo za dimba la dunia tunatia nanga. Niite Bonga Boli Michael Were Mhusia wa Auba Radio Swahili michezoni. Shukrani sana Michael Were kwa dondoo za michezo. Msikilizaji, kabla ya kuweka nukta, tuzione tena habari kuu tulizokuwa nazo siku hii ya leo. We intend to have nuclear energy operational by the early 2030s. Rwanda ni mwenyeji wa mkutano wa siku mbili wa nishati unaojulikana kama Nuclear Energy Innovation Summit for Africa kuanzia Jumanne Mei 18 hadi 21, 2026. Mazungumzo haya yanastahili kufanyika chini ya juma moja kati ya muda huu hadi mwezi wa Mei tarehe 26. Mgomo wa wahudumu wa matatu sasa umetangazwa kusitishwa kwa muda wa juma moja. Nchini Kenya, tabasamu la rejea baada ya maafisa uchukuzi kukubaliana kusitisha mgomo uliokuwepo tangu siku ya Jumatatu na kurejea tena barabarani kwa siku 7. Ukiwa unataka kupiganishwa vizuri, lazima tutoe mpango mzuri tukifata sheria, bila kumwangalia mtu sura, bila kumwangalia mtu cheo, bila kuangalia ni nani ama ni ule. Na upekuzi wa vikosi vya polisi na UPDF katika makazi ya spika umepanuka hadi makao makuu ya bunge kwa tuhuma za ufisadi na matumizi mabaya ya ofisi ya umma. Msikilizaji wa Auba Swahili, kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Kufikia hapa ndiyo natamatisha matangazo yetu jioni hii. Kwa niaba ya timu nzima iliyofanikisha matangazo haya, mimi ni Yahya Lisu.